watu tulikujanga kwa kujenga bike. Tukaenda tukawa tunalipa loan. Lakini wanakuja stage, wanajifanya customer na wabeba. Ukiwafikisha kwenye wanaenda, wamekuwekea dawa au unazi. Sasa walimwekea dawa yeye akazima, akawapea tenje, pesa na si nini kaenda. Bike ilikujiwa kwa stage, customer akakwambia nipeleke mahali fulani. Kumfikisha huko customer umepata umewekewa dawa umezinzia na kurusha hapa anaenda na bike. Mpya usiwezi pata nduthi ya second hand imeibiwa. Ati nduthi mzee, unapata nduthi mapya ndio imeenda. Unaona? Watu wa road lazima watuambie venye wanafanya. Watu wamepoteza nduthi kupata nduthi zao huku kwa hii hadi yao ya kuuza nduthi. Na ukiangalia hata wameandika wanauza boxer peke yao. Na unapata wako na TVS, wako na Honda na zimetoanishwa haya. Kwanza nduthi mpya unapata imetoanishwa haya. Tumepata ripoti ya kwamba iko kampuni moja ambaye iko hapa Ruiru pande ya bypass inaitwa Nijijenge Uwezo Limited ambaye wanauza motorbike na wanakopesha kwa wanabodaboda wetu. Lakini jana iko mlalamishi mmoja alikuja akasema ya kwamba iko motorbike yake ambaye ameipata hapa. Na leo wakakuja wakiwa watu wengi kusema ya kwamba baisikeli zote motorbike zote ambaye zilikuwa zinaibiwa ziko hapa kwa Nijijenge Uwezo company. Tulipata hiyo habari na tukakuja hapa na tukadhibitisha kwamba hiyo kampuni iko hapa na vijana walalamishi pia wako hapa. Tukiwa na timu yangu na DCIO tuhakikisha kwamba tumefuata hii habari kwa kina, kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamepoteza motorbike zao wamekuja na stakabadhi zao na tutachukua hatua kulingana na wajibu wa sheria. Sisi kwa saa hii ile kitu tungependa kusema ni kwamba uchunguzi umeanza na utaendelea, na kama tutapata ya kwamba wao wanahusika kwa hii mambo ya wizi, sheria kali na hatua kali itachukuliwa kwa wao.